Hello, habari za wakati huu popote pale ukiendelea kufuatilia kipindi chetu pendwa kabisa cha God Sports ambacho kila siku kimekuwa kikuletea habari mbalimbali za michezo ndani ya nchi, Afrika na dunia kwa ujumla. Na leo tutaangalia taarifa mbalimbali ambazo zimeshika hatamu katika vijiwe nongwa mbalimbali vya michezo. Leo nipo na mchambuzi wangu hapa, Bwana Senior Master. Tutazungumzia michuano ya mabingwa Ulaya au kwa lugha ya Kimombo wanasema michuano ya UEFA Champions League ambayo kwa msimu huu imekuja na system nyingine au imekuja na namna nyingine ya uchezaji wake. Tumeshuhudia mambo mengi, lakini ambacho kinashangaza cha kwanza kabisa, Liverpool ambaye aliongoza yeye ndo amekuwa wa kwanza kuaga mashindano haya ya 16 bora. Kwanza kabla ya yote, bwana mchambuzi, kwema? Kwema kabisa ndugu yangu, sio upande wako. Mimi ni nafikiri ni mzima wa afya tele na naendelea kuenjoy. Nafikiri watu wote ambao ni wapenzi wa soka kipindi hicho wanaenjoy maridhawa kabisa, kama tunavyoona kwamba licha ya kwamba ligi zetu of course nimekuwa nchi ni 16 bora ambayo imekuwa na mambo mengi sana ya tofauti na kwenye group stage. Of course tunajua kabisa kwa this time around Champions League ilikuwa ni mfumo mpya kama vile kudiscuss huko nyuma, imekuwa ni league phase kwamba watu kutoka kwenye table moja lakini kila mtu anacheza na huyu lakini hakuna timu ambayo kwanza nayo twice kama kipindi kile. So kwenye hatua 16 bora imekuwa ni michuano fulani ambayo imekuwa na matokeo ambayo kimsingi yamebakiza kama discussion kwa watu wengi sana. Tukiangalia tukio la jana ya penalty ya Julian Alvarez dhidi ya Real Madrid ilikuwa bado ni discussion kubwa sana duniani, lakini pia Liverpool kuondoka imekuwa pia ni tukio ambalo tutegemea, imetoka mapema sana japo inaonekana ni moja timu bora kabisa barani Ulaya kwa sasa. Unajua so lakini pia Aston Villa kuingia kwenye quarter final imekuwa pia ni hatua ambayo wengi tukitegemea, lakini ndio iko pia kwenye 8 bora. So hatua 16 bora imekuwa ni hatua ambayo imekuwa ni amazing sana, imefurahisha watu. Tumeshuhudia game amazing sana, tukishuhudia uwezo mkubwa sana wa Rafinha akiwa FC Barcelona, amefanya vizuri sana, amebeba Barcelona mgongoni mpaka kwenda hatua ya quarter final, unajua, lakini bado Ousmane Dembele akiwa pia amebeba PSG kwenda kwenye hatua ya quarter final. So ni michuano ambayo ilikuwa mizuri sana kwenye hatua 16 bora, na wale ambao wamecheka wameenda kwenye quarter final, na wengine tayari wamerudi nyumbani kuendelea na ligi za nyumbani. Umeliongelea swala hapo jana katika mchezo kati ya watu wa Madrid pale, Atletico Madrid dhidi ya Real Madrid. Yes. Kuna penalty ile ya Julian Alvarez. Nafikiri ni miongoni mwa swala ambalo limezua mjadala mkubwa sana katika vijiwe vya soka, ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii na kwenye maskani mbalimbali. Watu wanajaribu kuidiscuss ile kwa nini VAR ilikataa ile penalty mara baada ya Julian Alvarez kupiga. Na ukumbuke tena kwa nini kila inapofika hatua ya mtoano kati ya Atletico Madrid na Real Madrid, Atletico Madrid hata wafanye kitu gani huwa hatoboi. Unalizungumziaje hili swali? Nafikiri ndugu mtangazaji, kwanza of course scenario ya penalty baada ya ile mechi of course hata kocha wa Madrid Simeone alisema hajawahi kuona duniani VAR ikirevise penalty, hajawahi kuona, ndio kwa mara ya kwanza jana. Of course bwana mdogo alifunga kwa, of course nafahamu kabisa baada ya dakika 120 game ilikuwa ni 2-2. Of course Atletico alikuwa anaongoza 1-0 dakika 120, lakini game kwanza alipoteza kule Santiago 2-1. So ilikuwa ni 2-2 aggregate, na this time around tunajua kabisa kwamba hakuna goal ya ugenini saa hizi. Hizo magoli mengi zanasonga mbele. So baada ya pale wakaenda atoa matuta, na moja penalty muhimu sana ya Argentina, Alvarez akawa msimu wa kwanza kabisa Atletico Madrid kutoka Man City, of course aliweza kuifunga, lakini VAR kusema kwamba hapana, aligusa mpira mara ya kwanza kabisa na mguu kutoka kabla tufanyeje ajeza kufunga ile penalty. So VAR kama imekatia kama sio goli, na imeendelea kwa mjadala mikubwa sana. Simeona kina Barca sema hapana, pengine Madrid anabebwa kwa sababu haiwezekani kwamba VAR ikarevise penalty kama hajafanyaje akijawahi kutokea. Lakini pia Atletico Madrid nafikiri labda udogo wake umeenda kumfanya awe mdogo sana kwa Madrid. Of course nafahamu kabisa kuna finali mbili za back to back na Madrid miaka almost 10 nyuma, 2014 kama sikosei na 15 na 16 ile, lakini bado akapoteza finali zote mbili, akapoteza kwa Madrid. Udogo wa Atletico Madrid of course kiangalia game zote mbili, ya jana na ile ya kwanza mbili kwa Santiago Bernabeu, Atletico za mpira mzuri sana Atletico Madrid, lakini kwa siku Madrid tuseme na bahati kama Champions League I don't know why, lakini kwa siku Madrid tunasema kwenye hatua kama hii kuna wakati unatakiwa upate nafasi usitumie vizuri sana, unahitaji muda mwingine sana wachezaji bora zaidi, mbinu za mwalimu zinaamua timu ipi songe mbele, timu ipi iweze kurudi nyumbani. So Diego Simeone kwa wakati wote huu of course toka amekuja katika 2012 mpaka leo
ameshindwa kabisa kuweza kumanage kwenda mbele anapokutana na Real Madrid. So tukikomaliza Real Madrid always inaonekana inakuwa game tough, at the end of the day Atletico anakuwa anashindwa kusonga mbele ya Real Madrid katika Champions League. Kwa upande wangu hili swala naona kama ingekuwa ni upande wa Madrid, sidhani kama VAR ingechambua. Lakini hebu tuachie wenyewe wataalamu wa soka na walioleta VAR. Nafikiri labda kuna tamko lazima litatolewa kwa sababu ni miongoni mwa mechi ambayo imeonwa na watazamaji wengi sana duniani. Hebu tuachane moja kwa moja twende kwenye draw. Draw zimeshapangwa, tukiona kabisa Aston Villa anaenda kukutana na PSG, wakati huo Bayern Munich anaenda kukutana na Inter Milan. Barcelona anaenda kukutana na Dortmund, wakati mechi ya mwisho kabisa ni Arsenal the Gunners dhidi ya Real Madrid, watu ambao wamemaliza na Atletico. Hebu tuangalie draw, unaionaje kwa kila mtu, jinsi mtu alikutana naye, mechi hizi zitakueje? Kwanza kabisa tukianza na of course na mechi ya kwanza umesema Aston Villa atakipiga na PSG, matajiri kutoka nchini Ufaransa. Of course PSG imebadilika sana. Unajua kwa misimu miwili iliyopita PSG imepoteza wachezaji wake watatu wakubwa sana. Poteza Messi, poteza Neymar Junior, amepoteza Kylian Mbappe. So PSG ni kama timu yatima, imeanza msimu mpya chini ya Luis Enrique Martinez, Mhispania huyu, lakini ameweza kutengeneza timu ambayo ni young sana, changa, lakini inafanya vizuri sana. Hata mechi ya kwanza ambayo tulicheza nyumbani dhidi ya Liverpool na wakapoteza 1-0, of course mpira mzuri sana, lakini amekuja Anfield tumeweza kuona kwamba amecheza mpira mzuri sana. Mwisho siku at the end of the day tumeona kabisa PSG ameweza kusonga mbele kwa matuta pia, kwa matuta, lakini Ousmane Dembele akiweza kubeba PSG na kuweza kusonga mbele. So Aston Villa dhidi ya PSG, Aston Villa ni mara yake kwanza kabisa kufika hatua kutafuta Champions League, hana experience yote Champions League, anakutana na PSG ambao kimsingi PSG toka wameweka brand yao ya kutaka taji la Ulaya, imekuwa ni changamoto sana kupata taji la Ulaya, lakini wana kocha mzoefu sana Luis Enrique Martinez ambaye amechukua taji la 2015 kule Berlin akiwa na FC Barcelona zile Juventus Turin. So wanakutana na Spain wawili, yule Emery kocha wa Aston Villa, lakini pia Luis Enrique ambaye yuko PSG. So yule Emery anakwenda kukutana na matajiri na mabosi wake wa zamani PSG, lakini mwisho wa siku kwenye on papers tunaona kabisa pengine kwamba PSG ana nafasi za kusonga mbele, japo Aston Villa wameongeza watu kama kina Sensio, kina Rashford ambao wamekuwa na chemistry nzuri sana, lakini mwisho wa siku on papers tunasema pengine PSG ana nafasi nzuri sana ya kuweza kusonga mbele. Tuachane na hilo, tuangalie timu bora kabisa England kwa msimu huu mpaka sasa. Ukiangalia ndani ya ligi ni Liverpool, lakini Liverpool hawa ambao tunatarajia kwamba ndio timu bora ambao tunatarajia wanaweza wakaja wakawa ni mabingwa wa msimu huu, tunaona kabisa moja kwa moja wameshindwa hata kuvuka hatua ya 16 bora. Si tuseme kwamba wamekutana na wababe zaidi au wamekutana na namna gani ya timu zingine ambazo zimewachallenge vizuri sana, lakini ukumbuke Liverpool wana kocha mpya Arne Slot ambaye amefika na ameshindwa kuivusha hapo. Matarajio wengi ya wana Anfield walikuwa wanatarajia kwamba Liverpool itavuka zaidi. Je, tutarajie kwamba Arne Slot asipokuwa serious ligi msimu huu pia anaweza kaiacha wakapita watu wengine, au tutarajie kwamba tuseme kwamba ndio wamefeli moja kwa moja kama hatachukua ligi ya ligi kuu ya Uingereza? Kusema kwamba Premier League atachukua itakuwa ni maajabu mengine sana kwenye soka, ataingia pale. Yanakuwa maajabu kama penalty ya jana. Penalty ya jana exact. Sababu mwisho wa siku tunamwona kwamba mtu ambaye anamkimbizana ni Arsenal, lakini Arsenal yuko mbali sana. So ligi kuu Uingereza nafikiri hiyo ni default, ni jambo la muda tu, just a matter of time ataweza kuchukua. Kwa Champions League ametoka, tunasema kwamba unajua kwa Champions League kishatoka mara nyingi tunaona kama umefeli, kwa sababu hili ndio ligi ya mabingwa. Mabingwa the best team wanashiriki kwenye Champions League. So tunategemea angalau basi umekwama sana kama the best team ufike hatua kwenye hatua ya semi-final. Lakini hatua ya 16 bora ni mbali sana, ni mbali sana. Lakini nafikiri wataenda kumpa chance kwa sababu ni msimu wa kwanza. Nakumbuka amechukua timu kwa Jurgen Klopp, lakini kama tulivyosema hapo awali Jurgen Klopp amesaidia kabisa kama aliyokuwa kocha wa Liverpool, kwa sababu Liverpool inafanya vizuri sana Uingereza, system around inaongoza ligi kwa tofauti ya pointi nyingi sana dhidi ya Arsenal. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Liverpool alisodi kutochukua Champions League sio kama ni failure, lakini sasa kuchukua Premier League itampa uweni na kuendelea kumpa faraja zaidi hata kwa mabosi wao kwamba hatujafanya vibaya sana, tumechukua Premier League. Na akichukua Premier League nafikiri kama sikosei sana watakuwa nafikiri ndio timu iliyochukua Premier League nyingi sana Premier League kwa Uingereza kama sina, kwa sababu nafikiri Man U ana mataji mengi, mataji kama 20 hivi. So nafikiri Liverpool atakuwa miongoni mwa timu ambayo mataji mengi sana ya Premier League. So
nafikiri atakuwa hajafeli sana kuchukua Premier League, lakini pia Premier League akikosa jambo ambalo kimsingi ni ngumu sana kuweza kuacha Premier League. So mwisho wa siku hajafeli, ni msimu mpya, anatengeneza timu. So nafikiri bado atakuwa na nafasi nzuri sana ya kuenda kufanya vizuri. I think next season ya 25-26. Je, Arne Slot ataweza kuja kupoza machungu ndani ya Premier League wakati tumeona vilabu mbalimbali mara baada ya draw kuchezeshwa, Aston Villa wanaweza wakamtoa PSG au Bayern Munich au Liverpool au Arsenal au PSG. Lakini nikumbushe kitu kimoja tu hapo. Arsenal na Madrid ni moja ya mechi ngumu sana. Tukuje kuongea siku moja, lakini kwa sababu unajua kukutana mara ya kwanza toka mwaka 2006. Ni zamani sana. Toka 2006 ambako finali of course baada ya Arsenal pia aliweza kumanage akaenda mpaka finali na kucheza FC Barcelona akapoteza kule nchini Ufaransa. So toka 2006 Arsenal na Madrid wamekuwa wanapishana. Lakini sasa hizo wamekutana kwenye hatua quarter final na Arsenal Tanzania nyumbani tarehe 8. Rafiki yangu mmoja anaitwa Mwandosia mechi hiyo ndo ataita pangu pakavu kia mchuzi. Mpaka wakati ujao usichoke kusubscribe, kucomment na kulike wadau wetu wote. Kuna walimu fulani wako pale Patrick Mission wanaendelea kutufuatilia. Wanatufuatilia pale, kuna Mr. James, kuna Mr. Samson, Mr. Mwandosia, Brother Steven, Mr. Edwin Peter, manager na watu wengineo na wadau wengine mitaa mbalimbali wanaendelea kufuatilia mpaka nje ya nchi. Wanaendelea kutufuatilia, tunafurahi sana. Nyuma ya kamera ni yule mtaalamu wa picha angavu Bika Jeremiah. Mpaka wakati ujao. Bye.